Sasa iko hivi kijana, Siwa bado ana kazi, huwezi kumpata pia kwa wakati huu, na kingine nakusii iwe mwanzo na mwisho kukanyaga katika ardhi ya nyumba yangu, kwa hiyo dhamira ambayo umekuja nayo, na ikiwezekana jiepushe. Mzee, unajua unanifikiria vibaya. Mimi sina hata lengo hilo, mimi ni mtu poa. Kipi ambacho hujakielewa hapo? Ondoka. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma? Mbona huko kuna hali? Mimi niko sawa tu. Ila pia samahani kwa kile kilichotokea jana. Ila jana shemeji alichofanya sio vizuri. Mimi nimekaa nje pale nimeng'atwa na Mungu mpaka nasikia hapa siko sawa. Pole mdogo wangu. Ila hiyo yote ni changamoto tu za maisha. Ila kuna kitu nataka tu nikwambie. Kwenye hii dunia sisi binadamu tupo aina mbili. Kuna wenye roho nzuri na wenye roho mbaya. Ila walio wengi ni wenye roho mbaya sana. Wema ni wachache sana hapa duniani. Ila nakuahidi nitakupambania kwa kila hali tutoke katika haya mateso. Sawa ndugu wangu? Basi jiandae uende shule. Sawa, basi toka kwenye hali hiyo basi. Lakini najua na machozi yamekuwa mto wa safari. Ndio. Samani, asubuhi wakati nafua nguo, kuna kitu nilikuta kwenye suruali yako. Kitu gani? Ya, za kwangu hizo. Nipe. Kabla sijakupa, nimeamini kweli unanipenda Jiwe. Sijui kama una mwanamke mwingine huko, lakini unajikinga ili usije ukaniletea maradhi nyumbani, si ndivyo? Kwa hiyo Nkera, wewe sasa hizi unanifundisha namna ya kuishi mimi, si ndio? Unajua wewe nimekupa hifadhi ya kulala na sio kunipanda kichwani.
Au umepachoka hapa nataka kuondoka? Nalielewa hilo jiwe, lakini kumbuka wewe ndio ulioanzisha. Mimi sikupenda hata kidogo, lakini ulionyesha mapenzi ya dhati kwamba unanipenda. Lakini kwa nini leo unabadilika? Unanifanyia vitu kama hivi. Usinifanyie hivi basi. Naumia. Nipe kwa mama. Jiwe. Sawa, ijapokuwa nasema mvumilivu la mbivu, basi inatosha. Na mimi ni mwanadamu na moyo. Unasemaje Nkera? Kwa hiyo unanipangia si ndio? Wewe. Kwa hiyo wewe saizi unafundisha namna kuishi ndani. Niumiza. Menda akizoea choo huingia wakati wowote anaotaka. Sasa wewe unataka kuizoea akili yangu. Nitakuvuruga. Kama ukiendelea na upuzi huu, sio mdogo wako tu, hata wewe nitakutimua ndani ya nyumba yangu. Ukaangalia maisha kunavyokwenda. Yaani mimi nafanya wema mzito kukustiri wewe na familia yako. Hebu nenda nipige chakula. Bahari sio na mwisho yenye kina kirefu. Basi nakuomba jahazi lako lisizame, iweze kunifikisha sehemu salama. Alikuja Lubanza kwenye maisha yangu, nikatumaini yeye ndo mkombozi wangu, lakini machozi yamekuwa mto wa safari. Kila usiku, kila asubuhi, najiuliza mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu nalia. Mbona Mungu, mbona umeniacha? hawana maajabu ya kukuzidi wewe hapo. Jendo Hani, wapo na ugonjwa, wendo tabibu unayeniponya. Mi wagasili
kiundani, unanijua kiundani, habari tumuachie nani kama sio mimi na wewe? Ninakujua kiundani, unanijua kiundani, habari tumuachie nani kama sio mimi na wewe? Mimi nimeshaona wengi, nimekupenda wewe hapo. Hawana maajabu ya kukuzidi wewe hapo. Mimi nimeshaona wengi, nimekupenda wewe. Hawana maajabu ya kukuzidi wewe hapo. Nikie pensela na mimi, yeah, simtopali wewe hivi wisati mchana. Nauliza haya mapenzi hivi nani kayaanzisha? Maana yanatesa, naumiza moyo takalika. Kulanishe kuyaona, simwamini yoyote labda we mama. Wewe kuyaona, simwamini yoyote. au nisikia? Eti nini? Eti na shida gani? Kwani kosa langu nakuja kwa wapi? Wote wapangaji, afu waje tunataka wote tujiagalole ya galole. Mbona kavu bila tomato? Kwani ulikuwa unioni kama mimi nasikiliza redio yangu hapa au? Eti unione nikisikiliza redio yangu. Kwani hapo kosa langu limekwambia limekuja kwa wapi? Kwani nimekugusa? Nimekugusa wewe? Kumbe unanitafuta eh? Eti kumbe unanitafuta tu. Kengeni. Kipe. 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 Mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo. Oh, karibu. Salamu alaikum. Achana na mimi wewe. Yaani umenikera, umenikwaza vibaya mno. Alafu sijakuzania kabisa. Ostazi, wewe kutoka na mdogo wangu mimi? Tena unatoka ndani kwangu nilipopanga mimi na mdogo wangu. Alafu unaona umefumwa, unakimbia, unaacha hadi ndala. Kumbe ni mshenzi hivyo. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wewe dada, hebu nitake radhi kwanza. Right, ungejua ninavyoheshimiana na watu hapa mtaani, usingethubutu kushughulisha mdomo wako. Mimi sio ukifanya ulichokizungumza. Wewe ndio umenifananisha. Mume wangu, kuna nini? Mbona nasikia makelele tu? Sielewi. Hakuna shida. Hakuna kitu, hapa kitu kipo. Huyu mwanamume wako malaya, tena ana ubupu ambao unamuasha vibaya mno. Na kama na huo ubupu, naomba umtulize. Tena umpe mambo, umfanyie viendo huyu, na kama hujui kumlizisha, aache kutembea na watoto wa watu. Hebu kwanza binti, shusha pressure. Halafu lingine, unakuja kwenye miji ya watu unapayuka payuka. Mwanamke ni stara. Kwa umri ule unao, inatakiwa ustarabike. Lingine, hivi unajua kama upo kwenye miji ya watu? Tatizo ni nini? Dada, koma. Tena ukome. Kama ungekuwa na ustaarabu, usingemwacha mwanamume wako azagae kwa watoto wa watu. Kumbe ndio maana mume wako alikubali kiurahisi, mdogo wangu aje kukaa hapa ili amtimbe mpaka atavochoka yeye. Sasa hapa mdogo wangu atii maguu. Mume wangu, yaani katika mitihani aliyosema Mwenyezi Mungu, mmoja wapo ni huu hapa. Sasa naomba umuepushe ibilisi. Twende ndani tukaswali. Inshallah. Aliyetota hajui kama katota. Allahu ya'lam. Lingine tu nikwambie. Ululugo si gwa bachezo busambele. Ululugo ni gwa basengi mana. Kwa hiyo ndi siku zie ngaha uze wiravye neza. Sawa? Nendeni kwa Mungu naye atanisamee. Hivi unafikiri uzizi na dini na kase mmoja? Ovyo. Yaani Steno nilimwita wewe DJ wako nyumbani. Lengo ni muulize kuhusu bei ya muziki. Alichonijibu sasa, eti muziki 200,000. Akati mimi najua kama kawaida muziki ni 50,000.
Haya, 200,000 imepandisha lini? Au siku hizi mnaanza kuwakodisha matajiri? Unajua ni taarifa ngeni kwangu, lakini pia ni taarifa mbaya kwangu. Unajua kitu ambacho anakifanya Bajaza nashindwa kuelewa kwa maana gani anafanya hivi. Mimi nishampa limit kwamba muziki wangu unakodishwa kwa shilingi 50,000. Yaani bora hata angesema 70,000, 80,000, 200,000. Unafanya nishindwe kuamini hiki ambacho nakiongea hapa. Serious kabisa amekwambia 200,000. Sasa kwa nini mimi nina matani na wewe au? Na ukizubaa utakosa wateja. Maana siku hizi anapandisha bei kama ana akili nzuri. Bajaza amezidi. Hiki sio cha juu, hiki ni cha angani. Yaani kama cha juu sasa kimezidi. Kwenye 50,000 hadi 200,000. Yaani anataka kupata hela nyingi kuliko ambapo naipata mimi bosi sasa. Okay, never mind. Mimi kitu ambacho nitakifanya hata waamini. Na nafurahi sana umenigeza taarifa. Maana zitakuwa taarifa endelevu hizi. Nikizichekea hii tabia itaendelea. Ndio maana sasa hivi sipati shughuli nyingi. Shughuli zimekuwa chache. Kumbe watu wakimfuata DJ anaongeza hela nyingi, anasababisha mpaka mimi nakosa hela. Mimi naenda kumfukuza kazi. Stay. Mwache kielele kwanza. Aya, sasa unataka umfukuze kazi. Wewe unataka aje kuwa nani? Awe chokora. Awe chokora. Sasa na zile nywele zake zile ameweka ubuyu kichwani, sijui ni nini. Sasa haina hata haja ya kujitambulisha kama ni chokora. Ananikosesha mimi hela. Alafu mimi napenda hela, napenda njuruku. Mane. Hivi hii ni sawa? Mimi nimekuelewa. Lakini labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nitaongea na Bajaza. Naomba shughuli yako utupatie sisi, usiende kumpa mtu mwingine yoyote yule. Kutokana ushaniambia mimi kuhusu swala ambalo linaendelea hapa, mimi nitaelekea mikazo. Wewe andaa hiyo 50,000. Sawa? Ndio maana nakupendaga Steno. Kweli? Au unanitania? Mimi na matani na wewe basi. Unanipenda kweli? Au ndio unataka yani muziki nije kupiga bure? Wewe nishakuona Na wewe. Unanipenda Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Yaani mama, unavyoniona hapa nimechoka. Huko nikotoka sio kwema. Maana nilienda ile sehemu ambayo uliniagiza. Nimefika lakini ngoma ni zito. Mimi ile sehemu nilifika na nikabisha hodi. Yule mzee akatoka. Lakini the way alivyokuwa ananikazia yale macho, nikajikuta natoka hata kwenye lengo lenyewe ambalo lilinipeleka pale. Nikaanza kuwa namuulizia tu yule mjomba wake. Si wapi. Wadudu mwanangu, ninavyokuangalia sio jibu la kunipa kama hilo unaniambia. Ilitakiwa wewe ukifika pale sio kupiga hodi, kuingia ndani na kuchukua fagio kuniletea mimi. Sasa unachoniambia mwanangu, nashangaa sana. Kwa nini sasa umeshindwa? Alafu mama, kwani ule ufagio una umuhimu gani? Si unaweza tukanunua hata mwingine tu, sio lazima ule. Hivyo kwa mfano naomba nikuulize. Mtu akitoka huko akaja kulichukua shati lako, utamwachia utamnyang'anya? Wewe. Mimi lazima nimnyang'anye kwa sababu ni mali yangu, afa anakuwa hajaniomba. Basi na mimi vile vile na umuhimu nao ule ufagio kwa sababu ni mali yangu. Nataka kufanyia kazi yangu. Na kingine, katika hii dunia mafanikio ya mtu ni siri yake. Kama mtu kakupatia pesa, usiulize kaitoa wapi. Wewe chukua, kafanye mambo yako. Na kingine, pale unapokaa sio kwako, ni kwenu. Inabidi wewe utoke umwachie mdogo wako ukatafute maisha mengine. Hapo unapotakiwa unatakiwa uwe na magari, uwe na majumba mazuri, uwe na maisha mazuri. Hivyo haikuumizi? Kiukweli inaniumiza sana. Na mimi hizo pesa, magari, majumba nayahitaji sana. Ila sasa si natakiwa mimi nifanye kazi sana ili kuweza kupata haya magari na majumba. Kweli unatakiwa ufanye kazi. Lakini pesa zingine zinakuja bila kazi. Unapata tu mwenyewe zinakujia. Unajua umenichanganya hapo. Kivipi yani niingize pesa huko nikiwa nimekaa? Hiyo ni siri ya usiku. Wewe nenda nyumbani ukapumzike. Bye.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo. Mambo shoga yangu. Poa. Habari za wapi tena huko? Wakati unakuja kuja kukuona. Nawe ni mgonjwa kabisa unajijua. Na kuzurazura mtaani huku unatafuta nini? Nikutana kukuta huku mtaani. Kuna wagonjwa watembee. Mimi naenda zangu hapo dukani. Sawa, utachana nao. Dadako mzima? Wapo kwanza. Kilichokufanya umwambie dadangu kwamba mimi natoka na ustazi nini? Na huyo dada tunayemuongelea hapa yupo kwa ustazi. Sijui unaelewa? Aya, kafanya la kufanya huko. Mimi si nitafia ndani. Ani hata sijui nikujibu nini. Ani shoga yangu unakuja taratibu. Maana hizo habari mwenyewe nililetewa. Na mimi shoga yako, udugu wako wa damu ndo kaniletea hizo taarifa. Na mimi nikaona nikaenda hizo habari za nini? Nikaamua nilete moja kwa moja kwa dadako. Yaani sitaki kabisa kukana kinyongo moyoni. Mimi nikae naombea unifie. Alafu ngidambi gani Mwenyezi Mungu anizoka dima kufa naombea fulani. Sitaki. Mwenzio umbea upo kwenye damu. Wewe anakukuta yapi? Au ndo kidege posta? Udugu wangu vipi tena? Mbona ustazi kumtetea hivi? Au unataka mfunge ndoa? Shoga, tuambie mapema. Unataka tuje tuzize mziki mambo ya awali hapa tuli. Umesikia? So kujificha ficha, sema swala tuataki. Usije ukatiwa mimba hapo. Kisi kwa dadako. Weka kila kitu wazi. We hayo kuhusu. Na we ni mtoto wa kike kuwa na kaaba lioni. Usazi kampani ni Zuu. Kati Zuu haipogo hivi. Tunazama na kuna chombo cha kuokoka. Hii ni ya tsunami. Hii ni ya tsunami. Dodo vipi? Sema nini? Sister yako analeta mapepe ujue. Ametimba pale mtaani kwangu anakuja anaanza kunitolea fo kwamba mimi nakufundisha uhuni. Ukizingatia mwenyewe ndio umetimba maskani, hamna alokuita la nini umekuja pale umeanza kuvuta ganja. Na kama unavyojua si huku tunakukaribisha, ukitaka kuja wewe njoo tukwambie utaacha ndala. Ila tu siburuze viatu maana vitaisha. Sasa muelekeze sister yako, acha mapepe, mimi nitakuja kumchafua yule. Sema nini kamanda? Mimi sikupinga hata kidogo. Sister mwenyewe anaongea hapo atukacholi yule. Sema kwa nipita pita zangu nikakutana na mwalimu. Eti anashauri nirudi shule. Yule mjinga kweli ya. Kwa hiyo nikamtelezesha pale, akatoa buku 5 kuona kuletea baza. Hata kamanda utaangalia hapo tunaenda kupiga mazingira ya msosi au vipi? Sasa hapo sikia. Hapa mazingira ya kutetea tumbo hapa. Hapa baadaye. Kwanza hapa tunachoma, inabidi uanze kuchoma sasa. Na hapa inabidi uchome mpaka kutoka hapa ni kama umetoka kupikwa, sawa sela? Tulia tulipoe bomo. Kula moshi, kula moshi. Taratibu usivute kimapepe sasa. Piga tena. Sasa hapo ndo naviona kubwa. Sasa kama nyota 3 nakuvisha hapo ninja au vipi? Sema ukivuta hii unatoka usikilizie moshi. Moshi hauendi kiasala. Piga tena.
Uwezo ni mkali. Ash. Taratibu sasa sio kanifia hapo. Komanda siwezi kufa. Nadhani sio wanafahamu uwepo wa huyu binti. Juu ya uwepo wake, usiuchukulie tu kama ni mtu ambaye tumemsaidia. Isipokuwa kuanzia hivi, nataka umuone kama ndugu yako ama ndugu yako. Nikimaanisha kwamba kwa sasa wote nyinyi ni mabinti zangu. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mjomba. Na mimi nafurahi pia nimepata mwenzangu, nimepata dada. Nikuahidi tu nitaishi naye kama ndugu bila tatizo lolote. Karibu sana. Asante. Vipi nawe hali yako inavyoendelea? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Na zile dawa zilizonigea zimenisaidia sana. Naona mwili wangu sasa hivi unatengamaa. Basi sawa. Kuna maneno ya awali nadhani nimeongea naye huyu Siwa. Na mpaka pia jina lako nilishamtajia. Nilitaka hili nawe pia ulitambue. Kwamba kwa sasa utabaki hapa na kuwa chini ya usimamizi wangu. Hivyo kwa pamoja wote, ninachowasihi, msije mkanyanyua miguu yenu hapa na kwenda kutembea huku mtaani pasi na kuweza kuniomba ruksa. Maana hali ya kwenye huu mji imechafuka sana. Hivyo mnatakiwa kuwa makini sana. Sawa mjomba, nimekuelewa. Sawa. Endeleeni na shughuli zenu. Naona nakula upepo tu. Sasa mwanangu, mimi nimekuja hapa nikuage. Naenda kuifuatilia ile kazi ile. Maana nilijisaulisha namba ya Nida sina, kumbe namba ya Nida ninayo ipo ndani, mambo mengi kichwani. Kwa hapa mimi natoka. Mungu akipenda sisi tutaonana sisi hata lini, sisi kesho, sisi kesho kutwa. Ila acha kwanza nikaiwa hiyo kazi kwanza huko. Haya, Mwenyezi Mungu akutangulie mamangu upate hiyo kazi. Mami najua ukishapata kazi, zawadi nini nitakuwa sikosi. So unajua tena. Wewe naye. Afu nimekumbuka mwanangu. Kuna kitu nataka nikwambie. Ila nataka iwe siri yako mimi na wewe. Sitaki kwenda kusikia kwa dada. Yaani nikwambie tu kweli. Nimetokea kumpenda sana Kiepe. Kila ninapokaa namfikiria, namuwaza. Kwani wewe utafurahia Kiepe awe baba yako mdogo? Hamna shida. Lakini mamdogo, yaani wewe ukweli ulivyo hivyo mzuri, mtoto jicho. Kweli ukatembea na Kiepe. Mtu wa bush katoka Mbwinde huko. Yule kaanza kupaka super black baada ya kuja kwetu. Yaani kupendeza kaanza baada ya kufika nyumbani kwetu, sisi ndo wanajua na kupendeza. Kweli, mbona fanani na wewe? Yaani sio wazi yako bana. Acha kujidhalilisha. Wewe, hebu koma mara moja. Hivyo mapenzi wajue. Alafu sasa hivi mapenzi hayachagui. Wale unaona wenye pesa hamna kitu. Ila hao wasoko wana pesa. Ndo hapo vizuri. Kwa mimi moyo wangu umegota kwake. Na sidhani kama nitaweza kumwacha na nitapambana vyovyote vile niwe naye. Naomba unisapoti kwa hilo mwanangu. Nimependa mimi mama yako. Aha. Sawa. Maana moyo ukishapenda huwezi kuona. Ila wewe kwa unavyomuona anakupenda kweli? Kwa ninavyoona ananipenda. Na mara mwisho maongezi yetu yalikuwa mazuri sana. Ila mimi naamini atanipenda. Sawa, tusiongee mengi. Ukweli utajidhihirisha tu. Mimi acha nikuache endelee kuperuzi. Mamdogo, siku zote gari huongozwa na mtu mmoja tu. Na mtu mwenyewe ni dereva. Na gari haiwezi kuongozwa na madereva wawili. Sasa ngoja tuone ni nani ataweza kuendesha ile gari. Kwa ninavyoamini,
mimi ndo dereva pekee ambaye nitaweza kuliendesha ile gari. Sema nini Mshua? Unajua unazingua. Kutokana na mazingira, mimi nimetoka zangu town nimekuja zangu huku na ukanielekeza vipengele vyote kwamba mazingira sasa hivi kazi ile Baluza. Sijui unanielewa. Alafu nashangaa mimi nakaa zangu nyumbani pale namsubiria shemeji pale astendie msosi. Nikazie alafu mimi ndo ile ninge zangu mtaani. Oya dharau, unajua Mshua. Dharau. So story zangu. Nipe tikeli zangu nikae nazo mimi mwenyewe. Kama vipi yani tumeshiana hivi. Mimi ning'oke kwenye kundi, ninge zangu mtaani nipige zangu selenge nazozijua mimi mzee wangu. Baluza, mbona kazi zipo? Unajua mimi nilikuwa na muda bado, na ndio maana nimekaa kimya sana, lakini kazi zipo. Labda nikwambie, mimi na mzigo wangu nilihifadhi msituni, na huo mzigo inatakiwa ukachukuliwe. Tena nilipanga tukachukue mimi, wewe pamoja na Magambo, lakini kwa kuwa umesema kwamba una hali mbaya, basi mimi nikwambie tu kwamba tutaenda kufuata, tuuze tupate pesa ili kila mtu afurahi na maisha. Sasa sikiliza. Wewe unasema mzigo upo. Mimi sio story zangu mpaka sasa unajua. Sielewi. Hapa kichwa kishaenda mlama unajua. Yaani kama gari naingia kwenye mtaro. Tutoke sasa hivi mimi na wewe moja mbili hapa, tuingie tukachukue mzigo. Hapana. Kwa siku ya leo hii inakuwa haiwezekani kwa sababu leo mali asili wapo wengi sana. Kila maeneo ya msitu wanapita na magari yao, wanafanya doria. Sasa ikatokea bahati mbaya wakakamata ule mzigo, naona anakwenda kufilisika moja kwa moja, na kitu ambacho mimi binafsi sitamani itokee hivyo. Kwa hiyo mimi binafsi nilipanga kesho ndio tukafanya hiyo kazi. Kwa hiyo wewe ujiandae, kesho tunaingia kazini. Hapo kwenye Mshua kesho mapema kabla kuku hajataga. Alafu nini? Nimekumbuka. Ule mzigo wako ulionipa nimeufikisha kule bidada. Inaonekana unapenda sana ile mazingira. Maana nilipofika pale nikapiga audio, oya da sister, akatoka. Oya baba kucheki mwanangu. Bonge nyashi ninavyokuambia. Mpaka nimepagawa. Hebu chana za mada. Hivi karibuni utajua ule ndani yangu na ana umuhimu gani kwenye kazi zetu. Basi baridi, hapo kwenye Baluza. Chewa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una